laana ya ukoo inatutesa, laana ya zina imetuangusha. Mungu asamehe, utuondoe, ni laana ya ukoo. Ye Mungu uturumie. Hata usijikimbize ovyo, sijaje hapa kugombana na wewe. Kapota akamuumiza ndugu wake, mdogo wake wa kuzaliwa, mzigo ukabaki kwake. Akateleza tena, akamuoa mtoto wa mama. Mungu tuone. Hivi tata, umeamua kabisa kuhamia kaka yako moja kwa moja? Lakini Danu, haya mambo tunayazungumzia kila siku. Kwa nini hutaki yaishe? Yataishaje kama ngangania kwa kaka yako? Wewe si kaka yako wa damu kabisa. Yaani bora hata ingekuwa kaka wa hiari, kaka yako kabisa wa damu, unawezaje kufanya hivyo? Siku ya 3 leo. Ujui hata nyumbani tunapitia majanga gani? Unajua kilichotokea nyumbani wewe? Nyumbani kwani kuna nini? Utajuaje na ikiwa umengangania kwa kaka yako? Mdogo wangu, hivi yule binti unayetembea naye kule mtaani, yule anaitwa Nurat. Nurat. Hivi leo umefanikiwa kuonana naye? Hapana, kwani kuna tatizo gani? Maisha ya ubachela nimechoka. Nahitaji kuoa. Unataka kuoa? Kwa hiyo nataka kumuoa Nurat. Ndio. Sawa. Kuhusu hilo nitakusapoti. Lakini vipi kama akikataa? Mamdogo kaama kaenda kujitegemea. Ameenda kupanga katoka nyumbani. Mamdogo ameondoka ameenda kupanga. Hili linawezekanaje mtu kuhama kwenye nyumba yake mwenyewe? Kwani wewe inawezekanaje kutoka nyumbani kuja kwa miaka kaka yako? Yeye ashindwe kwenda kujitegemea. Na kibaya zaidi kaama na kuongea hawezi tena. Hawezi kuongea? Mamdogo ametulea toka tukiwa watoto wadogo. Na akiwa anatuongelesha vizuri kabisa. Leo inawezekanaje mamdogo kutokuongea? Imewezekana kama ambavyo imewezekana wewe kuhamia kwa kaka yako. Sasa utaamua, utakuja nyumbani kwa ajili ya kujumuika na sisi ili tuhangaikie swala la mamdogo, au utabaki kumngangania kaka yako hapa nyumbani kwake. Danu, unanichanganya. Mamdogo anawezaje kutokuongea jamani? Jamani, nachanganyikiwa mimi. Akikataa, mimi ninachohitaji uniletee tu majibu yaliyonyoka. Sawa, nitaongea naye. Lakini vipi kama ana mchumba? Mdogo wangu, mchumba sio mume. Kikubwa leta majibu yaliyonyoka tu basi. Hamna shida. Basi ngoja mimi nikuandalie chakula. Maana nilikuwa naandaa hapa ndani. Basi sawa. Poa. Kaka, mimi nimekuja kwako kwa sababu nyumbani kuna matatizo. Na ninaona hamna mtu mwingine anaweza kunisaidia zaidi yako kaka. Tatizo gani haya? Mamdogo ameondoka nyumbani. Na ameondoka akiwa hayuko kawaida. Hawezi kuongea, inaonekana kuna kitu kimemtokea ambacho ni cha siri mimi sikifahamu. Na hicho kitu na mashaka kama kinamuhusu kaka Mkolosai, maana siku anaondoka alimnyoshia kidole. Nilipomuuliza kwa nini anakunyoshia kidole, hajaniambia chochote kama unavyomjua kaka Mkolosai. Mimi nahisi mamdogo ana tatizo kubwa. Nimekuja kukuambia wewe kaka ili tushikane, tujue tunafanyaje kuhusu mamdogo. Sasa Nurati, yule ni mtu mzima. Kama kahama nyumbani,
labda nahisi kaona kama anawabana pale nyumbani na ndo maana kaamua kuwaachia nafasi nyinyi vijana. Mambo. Poa, mambo. Poa, vipi? Safi. Mbona umechelewa sana? Mpenzi wangu, huo muda tu unanipigia simu mimi. Dada yangu akafika nyumbani na kuniambia kwa kwamba mama mdogo amehama. Hicho kitu kimenichanganya sana. Hivi nyie mna nyumba ngapi? Nilienda kwa kaka Lastiboni kumfulia nguo zake. Ah. Sawa. Sasa mbona hujasuka? Jamani, sasa nasuka na nini? Hela ya kusikia sina. Uliniambia? Samani kwa hilo, ni kweli sijakwambia. Afu tabia mimi sipendi. Oho. Afu vile vile kwa upande wangu si ndo vizuri mimi na wewe tuweze kuoana? Au unaonaje hilo Nurat? Kaka, sikutarajia kama unaweza kuongea maneno hayo kwa wakati huu. Yaani nimekuja kukuambia swala la msingi kama hili, hatima yake unapolipokea na unapolijibu ni tofauti. Nimekuja kukuambia kuhusu mahusiano hapa. Nakwambia kuhusiana na swala la mama mdogo. Unaniambia masuala ya kuhusiana na kunioa. Huoni hata aibu. Nitegemea kwa utu uzima ulionao utasimama na mimi kuvunja hii laana. Lakini umekuwa ni mtu wa kwanza na unanitaka mimi mdogo wako. Ujisikie hata vibaya. Mimi si ni mdogo wako wa damu. Huogopi kakaangu. Yaani sielewi kabisa kama ukoo mzima na baki peke yangu mimi ambaye ndo najitambua. Wote mnawaza upumbavu tu. Kuna hata haya wala aya. Usiojua vibaya. Sasa basi, kama utaamua kushirikiana na mimi kwa ajili ya mama mdogo, utakuja nyumbani kunitafuta. Na kama utaamua kufikiria huo upumbavu wako, ni vyema tu ungeshika jembe ukalime. Maana sina hata wazo wala fikra ya kuja kukubali wewe. Sio leo wala kesho. Na ninakuheshimu kama kakaangu na utabaki kuwa ndugu yangu. Hakikisha unasuka vizuri, unapendeza. Hapa. Jamani, asante. Bro. Nakupenda. Penda pia. Bye. Haya poa. Chumba. Mambo Levania. Poa, mzima? Mzima. Sijazoea kukuona peke yako. Vipi shoga yako yuko wapi? Unamzungumzia Nurat? Ndio. Nurat bwana, na kama siku mbili sijaonana naye. Kwani uko na shida naye gani? Nilikuwa na shida naye binafsi. Niambie, maana mimi ni rafiki yake. Kwa hiyo yani la kwake ni langu. Hii ni baina yangu mimi na yeye. Hatakiwi mtu yeyote kujua. Wewe niambie, maana hata kama ukisema uende kumwambia yeye bado atakuja kuniambia. Kwa hiyo yani nashangaa unanificha kwa nini? Wewe niambie. Siwezi kukuambia mpaka nimwambie mwenyewe. Kwa hiyo hauniamini. Sasa nikwambie. Kama uniamini mimi, hata huyo Nurat hatakuamini. Maana Nurat huwa muamini mtu yoyote ambaye hamuamini. Sasa wewe kama unaona kama maneno yako ni dawa, sijui ni nini, kaa nayo hayo. Yaani wanawake sisi tuna shida gani? Mtu nimemuuliza tu jambo kasha nikasirikia. Yaani sisi kweli hatupendani. Haya bala. Dada, kwanza nitangulize samahani. Kwa majina mimi naitwa Mashundu. Mwenzangu naitwa nani? Mimi naitwa Edina. Oh, naitwa Edina. Jina zuri sana. Nimetokea kulipenda. Na nilichokuitia hapa. Kifupi nimetokea kukupenda sana. Wewe ni mwanamke mzuri. Sijawahi kuona mwanamke mzuri tangu nizaliwe kama wewe. Tunaweza tukabadilishana namba? Umenipenda kweli au ndio hivyo kaulizeni? Sasa nikudanganya mwanamke mzuri kama wewe. Nitampata wapi mzuri kama wewe mwingine? Kifupi kweli mimi nimetokea kukupenda sana. Nataka unipe namba yako ili jioni tuweze kuwasiliana.